swala la mapato ya mnada hasa kwa wale wachuuzi wenye vitambulisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba tutoe taarifa kwamba yapo maelekezo ya serikali ya kuwasajili wale wajasiriamali wadogo wadogo na kuwapatia vitambulisho vya ujasiriamali. Vitambulisho vile vinatolewa kwa miaka mitatu. Hii ni sehemu ya mapato ya serikali kuu. Kwa hiyo maelekezo ilikuwa ni kwamba wale ambao wana vitambulisho hivi vya ujasiriamali, sisi halmashauri haturuhusiwi kuwatoza ushuru. Kwa hiyo niwaombe watendaji wenzangu, haya ni maelekezo ya serikali kwamba kwa wale wajasiriamali wadogo wadogo ambao tayari wamejisajili kwenye ule mfumo wa wajasiriamali na kupewa vitambulisho vile vya ujasiriamali, hawa hatupaswi kuwachaji ushuru, kwa sababu tayari serikali imeshachukua nadhani 20,000 afisa biashara ni 20,000 wameshalipa 20,000 kwa serikali kuu. Kwa hiyo maelekezo yaliyopo ni kwamba tusiendelee kuwachaji tena, na maelekezo zaidi ni kwamba tuendelee kuhamasisha hawa wajasiriamali wadogo wadogo waendelee kujiunga katika mfumo rasmi na kupata hivi vitambulisho. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nitoe taarifa kwenye baraza lako kwamba kwa sasa kwa wale wajasiriamali wadogo wadogo ambao wana vitambulisho haturuhusiwi kuwachaji ushuru wanapokuwa kwenye minada yetu. Swala la zahanati, nikushukuru sana mjumbe, lakini kuombe tuendelea kutusisitiza, na bahati nzuri sasa tunaingia kwenye kipindi cha bajeti. Kwa mwaka jana hii zahanati ni kweli ni kati ya zahanati ambazo tulitegemea ziwemo kwenye bajeti, lakini kutokana na ukomo wa bajeti, kwa bahati mbaya serikali haikutenga fedha kwa ajili ya ukamilishaji wa zahanati kwa mwaka wa fedha uliopita. Tunaendelea kujipanga pale ambapo Mheshimiwa Mwenyekiti tutapata fursa, basi na shule na zahanati ya Nyambono nayo tutaitilia msisitizo. Lakini kwa namna pekee nimpongeze sana Mheshimiwa mjumbe kwa sababu kazi kubwa imefanyika. Nadhani mpaka sasa wameshaizenga ile zahanati. Kwa hiyo kazi imefanyika, lakini na sisi tutaendelea kufuatilia ili kuendelea kuwatia moyo wale wananchi ili tusikatishe tamaa nguvu ambayo tayari wameshaiweka pale. Mheshimiwa Mwenyekiti,